Watu wa Mungu, natumai wazima wa afya. Siku hii tena ya leo nimekuja. Jambo la kwanza ni kushukuru kwa watu wote ambao mliguswa na hiki ambacho kilitukuta kwa habari ya dada yangu Sifa. Ni kweli watu wengi mkaonesha pole sana, mkaoneshwa kuumizwa sana na hili ambalo limetokea. Lakini kuna watu wengine wakawa wanashukuru, wanasema dada Sifa, tunashukuru kwa uwepo wako, wewe umetusaidia sisi ambao tulikuwa tunajichua, mabinti ambao tulikuwa hatuamini kuishi bila wanaume, mabinti ambao tulikuwa tuamini kufanya kazi zetu na kuendesha maisha yetu, ulitusaidia. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Wapo wengine ambao walikuwa wanasema kwamba dada Sifa, jamani, alinisaidia, niliacha kujizini, alinisaidia. Kweli ameniuma sana. Lakini mimi niseme yote katika yote, watu wa Mungu, mimi na wewe tumechua funzo. Ni kweli, unajua ni kitu ambacho hakipingiki kwamba katika yote aliyokuwa anaongea dada Sifa, wapo watu wale ambao kabisa itaka kubadilika, walimheshimu sana, walimpenda sana na walitamani aongee jambo lolote, walisikia ili kwamba waende wakalifanyie kazi. Lakini wale ambao walikuwa hawataki kuacha uovu wao, ni kweli walimchukia alivyokuepo, na mpaka sasa wanamchukia. Kwa sababu mpaka ukiona mtu mwingine anadiriki kusema afadhali alikuwa amekufa, kwa sababu alikuwa ni mtu mwenyewe, ni mtu anayejidai sana, ni mtu ambaye anaongea sana. Ipo hivyo na ipingiki, sio kwamba watu wote watakukubali katika kile unachokifanya. Ndio kuna wengine wanaweza kukubali sana kama hivyo ambavyo wamemkubali dada Sifa, ni wengi sana. Mimi nikiangalia TikTok kwenye ile clip yangu ndogo ambayo nilirusha ya wimbo, ni kweli wapo watu ambao wametukana, lakini unakuta matusi ni machache kuliko watu ambao wameshukuru sana kwa yale dada Sifa aliyokuwa anayafanya. Sisi hapa tuliobaki tuna la kujifunza kwa dada Sifa, kwa sababu mimi toka nimeanza kuishi katika ulimwengu, toka nimezaliwa, sijawahi kuona binti mwenye ukili kama dada Sifa, binti mwenye maisha kama dada Sifa, sijawahi kuona. Ni maisha ambayo yalikuwa na heri, hilo halipingiki. Ni maisha ambayo yalikuwa ni bora, ni mazuri, hilo halipingiki. Kwa hiyo mimi na wewe tuache sasa kuumia. Kama kuumia tumeshaumia sana, lakini tutafute hata kwa sehemu ndogo, hata kwa vipande, ule moyo aliokuwa nao dada Sifa, ile jitihada aliyokuwa nayo, basi tutafute tuwe nayo hata kidogo. Unajua dada Sifa ni mtu ambaye kanisani pale tunaposali, alikuwa ni mtu ambaye baba akiagiza kitu, ameagiza sisi tukahubiri mitaani, tukaongea vile Mungu ametusaidia. Baba labda ameagiza kwamba muende mtembelee makanisa, muende mkaongee vile namna Mungu amewasaidia. Kama ni ulikuwa una shida fulani, Mungu amekutoa kwenye hiyo shida, nendeni kwenye makanisa, muende basi mkashuhudie, ili watu wengine waone pia kwamba kuna uwezekano wa kutoka. Au unajua kuna mtu anaweza akawa na sali lakini haelewi kwamba kujichua ni dhambi. Basi nendeni mkamwambie kwamba ukitaka ujue kwamba ni dhambi, baada ya kujichua, baada ya kujizini, unakuwa unajisikia la wewe, si unasikia majuto, na unaanza kujiuliza mpaka lini haya maisha? Yaani jamani, mimi ni mtu wa ajabu, mpumbavu, mjinga nisijielewa. Nendeni mkashuhudia. Dada Sifa alikuwa ni mstari wa mbele. Yaani kila kitu alikuwa anakifanya kwa nguvu, kwa jitihada kubwa. Na ndiyo maana imekuwa hivi kwamba dada Sifa, jina lake, maisha yake kusaulika ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu ni mtu ameishi maisha ya uwazi, ya kusaidia watu, yaani ya kujiona yeye maisha yake yeye ni kwa ajili ya watu wengine. Ndiyo ameishi maisha hayo. Kwa sababu hiyo jina lake litabaki linaishi maisha yote. Na kuna kile kitabu ambacho mimi nakisoma huwa kinanifurahisha sana na kunifikirisha, ile Ufunuo 14:13 kama sijakosea, anasema hivi heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Wanaheri kwa sababu gani? Anasema pale mwishoni kwamba kwa sababu matendo yao mema yaambatana nao. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mimi na wewe, ikiwa tutakufa nje na kutenda mema. Kutenda mema ni kitu gani? Kutenda mema ni kule unatafuta ile hali ulionayo awe nayo mtu mwingine. Lile ambalo wewe upendi kutendewa, tafuta sana mtu mwingine asitendewe, au usimtendee mtu mwingine. Ishi maisha ambayo utakuwa faida kwa watu wengine. Sasa niko hivi, ikiwa sisi leo tutakufa,
bila huku nyuma kuacha picha yoyote, yani watu kutujua tulikuwa tunafanya nini duniani. Hatuna heri. Hatuna heri watu wa Mungu. Kwa sababu pale Ufunuo 14 mstari wa 13 anasema hivi, heri watu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika mara baada ya tabu zao. Yani vile ambavyo walikuwa wanajaribu kusema kwamba watu wa Mungu hivi sio sawa. Hivi sio sawa, haiko sawa. Jamani, tusiishi hivi. Wanadamu tusifanyane hivi. Wanaheri sana watu hao. Wanaheri sana watu hao. Wapate kupumzika mara baada ya dhiki zao, tabu zao. Kwa sababu ni kitu ambacho hakipingiki kwamba Dasifa baada ya kuongea hivyo alikuwa anakasirikiwa na watu wengi. Alikuwa anaona yani huyu binti huyu nikija nionane naye, kuna wengine walithubutu mpaka kusema yani wewe ukitembelea mitaa yetu, mitaa ya hivi na hivyo, namtajia kabisa, hautatoka salama. Yani hautatoka salama. Kwa hiyo mimi niseme tu anaheri sana. Anaheri sana kwa sababu amepumzika, huku kazi zake nyingi sana zikiwa zinafuatana naye. Hatakuwa tuna heri kama tutakufa alafu hamna mtu yoyote ambaye anakushuhudia kwamba ulitenda. Unajua ni afadhali hata usemwe tu. Mtu wa Mungu, ni afadhali tu hata usemwe. Lakini kama tu tutakufa kama mbuzi, kama wanyama wengine wanavyokufa, hatutakuwa tuna heri. Yani Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Maisha ya Dasifa ni maisha ya kujifunza kwa kila mtu. Yani kila mtu anala kujifunza kwa sababu maisha yake yalikuwa ni wazi sana. Mimi nitaongea sana kwa habari ya Dasifa. Nitaongea sana. Kwa sababu naweza nikasema ikiwa tuna nguvu, tuna uwezo kuongelea maisha ya Paulo vile alivyoishi, maisha ya kina Dorcas walivyoishi, basi hata Dasifa maisha yake tunaweza tukayasimulia sana. Kwa sababu ni shujaa. Kuna wakati mwingine alifungwa, aliwekwa mahabusu siku 7 nadhani kama sikosei, kwa ajili ya kutetea tu watu. Kwa hiyo maisha yake haipingiki, ni mtu ambaye tunatakiwa tujifunze sana no matter why.